kanisani. And they were waiting for the coming of the Messiah. Walikuwa wanangojea kuja kwa Masihi. But for some reasons, Lakini kwa sababu fulani, because of the long time in waiting, kwa sababu ya kungojea sana, there was severe persecution of their faith. kulikuweko na mateso sana kwa sababu ya imani yao. They were persecuted. Waliteswa. Some were rejected Wengine walikataliwa by their own families na familia zao wenyewe because of their faith in Christ. kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Some of them, Wengine wao they are facing hardships in life, walikuwa wanapitia ugumu katika maisha, like unemployment, kama kukosa ajira, like divorce marriages, kama talaka katika ndoa. many kind of persecutions. Njia nyingi sana za Some mateso. was facing poverty Wengine walikuwa wanapitia umaskini because of lack, kwa sababu ya ukosefu, but they were born again. lakini walikuwa wanaokoka, And this thing that they were going through, na haya mambo walikuwa wanayapitia. so there was a difficulty in their life. Kwa hivyo kulikuwa na ugumu katika maisha Let yao. me say it here, Na umeniruhusu niseme hapa that the audience ya kwamba waliokuwa wanaandikiwa of the book of Hebrews, wa kitabu cha they Waebrania were mature Christians, walikuwa Wakristo wakomavu, people who knew the truth. watu waliojua ukweli, But lakini because of the persecution, kwa sababu ya mateso they were contemplating backsliding. walikuwa wanarudi nyuma. Some of them had already backslid. Wengine hata walikuwa wameshaanguka. Some had gone back to a life of sin. Wengine walikuwa wamerudi katika maisha ya dhambi. Hallelujah. Haleluya. Are we together? Je, tuko pamoja? So the book of Hebrews Kwa hivyo kitabu cha Waebrania is written to them inawaandikiwa with severe warning, ikiwa na onyo kali sana encouragement. na himizo, The reason why they are born again. na kwa sababu ya wao kuokoka. Hallelujah. Haleluya. Are we together, somebody? Je, tuko pamoja mtu? I don't have much time. Sina muda wa kutosha. If I find time, I'll come back. Iwapo utapata muda nitarudi. But this evening, Lakini jioni ya leo let's focus the book of Hebrews chapter 9, wacha tulenge katika kitabu cha Waebrania mlango wa 9 verses 27 and 28, two verses. mstari wa 27 na 28 mstari. Hallelujah to the Messiah. Haleluya kwa Masihi. Are we together, somebody? Je, tuko pamoja mtu? I request for your attention. Ninasihi umakinifu wenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me get my Bible. Wacha nipate Biblia yangu. Which book are we reading? Je, tunasoma kitabu gani? Which verse? Mstari upi? Which chapter? I like asking so that I don't lose you. Ninapenda kuuliza kwa sababu sitaki kuwapoteza. I really need your attention here. Tafadhali nahitaji umakinifu wenu The hapa. Bible says, Biblia inasema just as man is destined to die once, and after that to face judgment, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu na baada ya kufa akabili hukumu, so vivyo hivyo, like in the same manner, ni kama vivyo hivyo Christ was sacrificed once Kristo alitolewa mara moja to take away the sins of many people. kuwa dhabihu ili achukue dhambi za watu wengi. You can underline many people. Unaweza pigilia mstari watu wengi. And he will appear a second time, Naye atakuja mara ya pili, not to bear sin, si ili kuchukua dhambi, bali to bring salvation kuwaletea wokovu to those who are waiting for him. wale wanaomngoja kwa shauku. Hallelujah. Haleluya. Are we together? Je, tuko pamoja? I read this scripture purposely, Nimesoma andiko hili kimakusudi. and there are instructions therein. Kunayo maagizo hapo ndani. Verse 27 Mstari wa 27 brings to our attention something. inaleta kwa makinifu wetu kitu fulani. It says, Inasema just as man is destined. ya kwamba kama mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja. Please go with me.
Just as man is destined, kama vile mwanadamu alivyowekewa, in other words, kama maneno mengine, man is appointed. kwamba mwanadamu ametiishwa And you kwa, all know na tunajua that man is appointed to die na kwamba once. mwanadamu amewekewa kufa mara moja. Human beings, Wanadamu they die once. watakufa mara moja. If you never knew, Kama hukuwaijua, let me declare this to you, wacha nikutangazia hivi that all of us in this service, ya kwamba sote katika ibada hii, irrespective of our titles, bila kujalisha vyeo vyetu, he says, anasema just as man is destined to die once, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, and after that first na judgment, baada ya hapo akabidi hukumu. hallelujah, Haleluya, praise the Lord. Bwana asifiwe. So all of us, Kwa hivyo sote, whether learned or unlearned, iwe umesoma au hujasoma, whether employed or unemployed, iwe umeajiriwa au hujaajiriwa, whether married or single, uwe umeoleka au wewe bado whether hujaoleka, a widower or a widow, uwe wewe ni mseja au ni mjane, irrespective of your tribe bila kujalisha kabila lako and your age, na umri wako, all of us equal, sote tukiwa katika we have an sawa, appointment with death. tumewekewa kufa. Hallelujah. Haleluya. But that's not the message. Lakini huo sio ujumbe. He says, Anasema and then after death, na kisha baada ya hukumu then we will face judgment. utakabiliana na hukumu. Are we together now? Je, tuko pamoja sasa? Hallelujah. Haleluya. So to live your life, Kwa hivyo unapoishi maisha yako, remember this, kumbuka hili that you have an appointment with this fella called death. ya kwamba umewekewa kufa na huyu mtu anayeitwa kifo, And after death, na kisha baada ya all kufa of us in the same manner, sote katika njia moja we will face judgment. tutakabiliwa na hukumu. Hallelujah. Haleluya. I don't know why I can't explain that. Sina muda wa kutosha kueleza hiyo, But the Bible says lakini Biblia inasema that in the same manner, ya kwamba katika njia hiyo hiyo, just as man is appointed to die once, jinsi tu mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja, that is you and I, ambapo ni wewe na mimi, whether born again or not born again, iwe umeokoka au hujaokoka, whether you go to church or not go to church, kama unaenda kanisa ama uendi kanisa, all of us equal. sote katika hali We sawa, have an appointment with death. tumewekewa kufa, And then after first na judgment, kisha baada ya pale tukabiliana na hukumu. he says Anasema that in the same na manner, kwamba katika njia hiyo hiyo Christ Jesus, Kristo Yesu, Son of the living God, mwana wa Mungu aishie, he was sacrificed only once, alitolewa dhabihu mara moja tu, that he may take away ya kwamba aweze kuchukua the sins of many people. dhambi za watu wengi. That much you know from Hiyo the mnajua kwa ufahamu that Jesus, ya kwamba Yesu he came on this earth, alikuja hapa duniani, lived like you and I, aliishi kama wewe na mimi, and in the fullness of time, na katika utimilifu wa wakati he suffered on the cross, aliteseka msalabani and he died, na akafa, poured his blood, akamwaga damu and he yake died na akafa on the cross kwa msalaba for the sake of your sins and my sin. kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. And Bible says Na Biblia inasema that in the same manner, ya kwamba katika njia hiyo hiyo, for Christ was sacrificed once kwa Kristo alitolewa dhabihu mara moja to take away the sins of many people. kuchukua dhambi za watu wengi. I said, Nikasema underline many people. pigilia mstari watu wengi. He did say Hakusema the sins of all people. dhambi za watu wote. Hallelujah. Haleluya. Somewhere in the scripture he says Mahala fulani katika andiko anasema that whoever believes in him, ya kwamba wewe yote atakayemwamini he found the remission of sin. anapata ondoleo la dhambi. The key word is whoever believes in him. Neno la msingi ni yote anayemwamini. Meaning, Inamaanisha even though he died on the cross ya kwamba hata kama alikufa msalabani to take away the sins of many people, kuchukua dhambi za watu wengi, not all people, sio watu wote, but many people, lakini watu wengi, it implies the following: inamaanisha ifuatayo that the forgiveness of sin ya kwamba msamaha wa dhambi depends on you, inategemea na wewe, whether you believe in him iwe utaamini ndani and yake accept na kumkubali the gospel of the cross injili ya msalaba and the blood of na Jesus, damu ya Yesu, which many of us today
rejected. tumeikataa. So he says, Anasema in the same manner, katika njia hiyo hiyo Christ Jesus Kristo Yesu was sacrificed once alitolewa dhabihu mara moja to take away the sins kuchukua dhambi zote of many people. za watu wengi. These many people Hawa watu wengi are those ni wale watu who have received the gospel of repentance. ni wale ambao wamepokea ujumbe na injili They ya have toba, accepted repentance. wamekubali toba, They have repented of their sins. wametubu dhambi zao And they believe in Jesus. na wanaamini kwa Kristo With all of their hearts. na mioyo yao yote. Hallelujah. Haleluya! Are you among the many people? Je, wewe ni miongoni mwa wale watu wengi? Are you among them? Je, wewe ni miongoni? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Then he says, Na kisha anasema he will appear a second time. atakuja tena mara ya pili. Listen to me, somebody. Msikilize mtu, We live in days when tunaishi nyakati ambazo the coming of Jesus kuja kwa Yesu is taken as a joke, kumechukuliwa ni kama mzaha, as something that will never be. ni kama kitu ambacho hakitawahi tendeka. And I gave this example. Nikapeana huu mfano. If someone has your money, Iwapo mtu ana deni lako, ako na deni lako, then you are looking for the money, asking for the money. unatafuta pesa ukiomba pesa. Then he says, Na kisha anasema you will wait. atangoja, You will wait utangoja until Jesus comes. hadi Yesu aje. That is ridicule. Hiyo ni kama matusi. He's saying Na anasema it is not possible. na kwamba haiwezekani, I will not pay you. na kwamba sita Are we kulipa. together, somebody? Je, tuko pamoja mtu? So we are in days when Tuko katika siku ambapo the coming of Jesus kuja kwa Yesu has been taken as a joke. kumechukuliwa ni kama mchezo, Something that won't happen. kitu na ambacho huenda But the hakitafanyika. Bible says Lakini Biblia inasema he will appear a second time. atakuja mara ya pili. And I'm here to make this clear to you. Na niko hapa kuifanya iwe wazi It may kwako. appear as though he's not coming. Inaweza onekana kana kwamba hakuji, It may seem as though he will never come. inaweza onekana kana kwamba hata But listen hakuja. and listen good today. Lakini sikiliza na usikilize vyema. Jesus, Son of the living God, Yesu mwana wa Mungu aishie he will appear. atakuja, atatokelezea, atajitokeza At the time wakati when you least expect, wakati haumtarajii you kabisa. just appear. Atajitokeza The tu second time. mara ya It pili. is in your Bible. Iko katika Biblia And yako Jesus, ya kwamba Yesu he will appear a second time. atatokelezea mara ya pili. Hallelujah. Haleluya! Whether you prepare or no, Iwe utajiandaa au hapana. are we together? Je, tuko pamoja? But he says, Lakini anasema he will appear atajitokeza a second time. mara ya pili, And he says, na anasema not to bear sin again, sio kuchukua dhambi tena, but lakini to bring salvation kuleta wokovu to those who are waiting for him. kwa wale ambao wanamngojea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya! The announcement I have for you, Tangazo nililonalo kwako as you listen to me in your biashara, unapomsikiliza katika biashara is yako, that Jesus come back again. ya kwamba Yesu atarudi tena, And maybe as you know, na huenda jinsi unavyojua he came and took away our sins. alikuja na kuchukua dhambi zetu. So you may think Ya unaweza dhania that we come again to bear the sin. ya kwamba tena atakuja kuchukua dhambi, But he says, lakini anasema he will appear a second time. atatokelezea mara ya pili, And for sure he will appear. na kwa hakika atakuja. Then he says, Anasema not to bear sin. sio kuchukua dhambi In tena. other words, Kwa maneno mengine, he is not coming again hakuji tena to die on the cross kukufa msalabani because of your wickedness kwa sababu ya uasi wako and my wickedness. na uasi wako. La hasha. La hasha. Hallelujah. Haleluya! He is saying, Lakini anasema ni kama